Leo hii ni tarehe 24 mwezi wa pili 2026. Tunakamilisha miaka 4 kamili tangu uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Ingawa kwa Warusi wenyewe wanaita huu sio uvamizi, bali hii ni operation maalum ambayo Vladimir Vladimirovich Putin alienda kuifanya upande ule wa Ukraine, katika kile ambacho alikuwa anadai kuwa watu wa Ukraine wanaoongea Kirusi basi wananyanyaswa ndani ya Ukraine. Kwa leo ni miaka 4 kamili inatimia, na miaka hii 4 kutimia, hii miaka 4 kamili, Urusi naye akaona asitimize tu miaka hivi, lazima afanye kitu. Kwa katika habari kubwa sana iliyoko ni kwamba Urusi ameshambulia kiwanda cha kutengeneza makombora ya Ukraine ya masafa marefu. Kiwanda hiki kinatengeneza makombora yanajulikana kama PF5, Flamingo Cruise Missiles. Ni makombora yanayoenda, nafikiri ndio makombora yanayoenda polepole duniani kuliko makombora mengine ya masafa marefu. Kwa Ukraine amejitafuta, amejipata, akaanza kutengeneza haya makombora yanajulikana kama Flamingo. Na makombora haya wakati mwingine Zelensky amekuwa akipiga ndani ya Urusi kabisa, kwa sababu yenyewe yanaenda kilomita 3,000 au na zaidi kidogo. Kilomita 3,000 ni distance ndefu sana, kumbuke kilomita 3,000. Lakini ni makombora yanayoenda kwa kasi ya sauti ya 0.76. Ndio maana nimekuambia inawezekana ndio makombora ya masafa marefu duniani yanayoenda kwa spidi ndogo sana huku duniani. Kwa sababu nakumbuka kuna makombora yanaenda kwa spidi ya mara 5 ya sauti. Tumeona pale Irani yako makombora ya namna hiyo. Marekani mwenyewe anayo zile Tomahawks. Lakini ukiangalia Urusi anayo makombora Kinzari, makombora mengine, makombora mbalimbali. Lakini huyu yeye Zelensky ni Flamingo. Kwa hiyo kwenye hicho kiwanda ambacho kilikuwa kinatengeneza haya makombora ameshambulia, kimeshambuliwa hicho kiwanda. Na hicho kiwanda kushambuliwa, basi ndio maana vita vinaenda namna hiyo. Sasa vita miaka 4 watu wanapigana. Swali ni nini? Kwa sababu katika hili, maana lazima tulifafanushe, kuna wengine wakadhani Urusi haina nguvu kama ambavyo imekuwa ikisemekana kuwa ina nguvu, kwa sababu we mtu mwenye nguvu unapiganaje miaka 4? Miaka 4 huko tu bado unapigana. Na Ukraine ilikuwa inaaminika ni kataifa kadogo. How comes yaka tunakojua ni kataifa kadogo kaisumbue Urusi kubwa, taifa kubwa na jeshi kubwa kwa namna hiyo? Tunashindwa kuelewa kitu kimoja, kuwa Urusi waga wanapigana vita kimkakati. Hawapigani vita ile ni piga tu, yani vamia, alafu hiyo wanafanyaga watu wengine, hasa Marekani. Wakuta vamia, alafu baadaye mwisho wa siku wanajikuta malengo hayajatimia. Ni tofauti na Urusi. Urusi wao wanapigana vita, lakini vinakuwa ni vita vya kimkakati. Kwa sababu lengo la Urusi kupigana hivi vita polepole tu, yani kama wanaenda kama hawaendi vile. Lengo ni kuhakikisha kuwa wameiponda Ukraine na Ukraine iweze kaamka. Kwa sababu leo hii ukiamua uvamie chap alafu baadaye akiinuka inakuwaje? Kwa ndio maana sasa unaona Urusi anachokifanya ni kupigana vita polepole, na hivyo vita vyenyewe sasa basi ni kuhakikisha kuwa Ukraine haiwezi ikaamka tena. Ndugu zangu, ni hili ndilo ambalo linafanya sasa tuseme Putin kwa upande mmoja anaisaidia Irani. Kwa sababu kumbuka, kama kusingekuwa na vita vya Urusi na Ukraine, kumbuka NATO wamejiingiza kwa 100% pale. Naongea hivi utanielewa vizuri. Mfano, taifa la Ujerumani kupitia kansela wake wa Ujerumani anaitwa Friedrich Merz alisema kuwa tunataka tuhakikishe kuwa Urusi haiendi mbali zaidi.
Kwa sisi tutakachokifanya kama Umoja wa Ulaya pamoja na NATO ni kuendelea kumsupport Volodymyr Zelensky, kuendelea kuisupport Ukraine, kuipa silaha nyingi Ukraine, ili Ukraine iweze kufanya nini? Iweze kutengeneza silaha zake wenyewe, waweze kutengeneza pia, maana wampe fedha lakini wamuwezeshe na teknolojia ya kutengeneza. Ndio maana unaona pale Zelensky sasa anatengeneza mpaka drones. Madrones makubwa kabisa, linapita juu kama ndege. Unaona hilo linaenda na mara nyingi sana anashambulia Urusi. Maana sasa wakati mwingine ndio hivyo inaleta madhara kidogo, wakati mwingine basi madrones hayo yanakuwa intercepted na mifumo ya ulinzi ya Urusi. Kwa ndivyo walivyoongea. Kwa wakasema kuwa tunataka tuhakikishe kwamba Urusi haendelei mbele. Tunataka tuhakikishe Urusi hafanyi hivi anavyoendelea kuvifanya. Kwa ndio maana wakasema tunataka tuendelee kumsupport sana Volodymyr Zelensky katika kuhakikisha kwamba naye anakuwa na uwezo wa kutengeneza silaha zake mwenyewe huyu Volodymyr Zelensky. Kwa hiyo hayo sasa ndio mambo ambayo unaona watu wa Ulaya wamejitolea. Na ikafika mpaka mahali, ndio maana nakwambia NATO wako pale. Ikafika mpaka mahali ambapo NATO hawa wakadai wako out of budget. Na ili vita viendelee pale, kuendelea kumsupport Zelensky ili aendelee na kile ambacho anaendeleza, basi ndio unakumbuka. Nafikiri unakumbuka vizuri, walifreeze pesa za Urusi hizi zilizoko kule Ulaya. Kwa wakasema hizi pesa ndio nataka tuendelee kuzitumia kumsupport Volodymyr Zelensky aendelee na vita. Nadhani umenipata vizuri sasa pointi yangu. Miaka 4 nani stop, Putin amewapeleka hawa NATO, ikiwa ni pamoja na Marekani. Sasa ni kwamba popote alipo Marekani, NATO huwa wanakuwepo. Lakini sasa kwenye hili swala la Irani na Marekani, kumbuka NATO hawa wamepata maumivu upande wa Ukraine. Maana wao wameingia pale kupigana. Yaani ni vile tu basi hiyo Ukraine sio mwanachama wa NATO, ni mshirika wa NATO. Lakini kama angekuwa mwanachama wa NATO, it means kuwa NATO nzima, jeshi la NATO lingeingia pale kupigana na Urusi. Na ndicho kitu ambacho Urusi hataki hicho, ili Ukraine iweze kujiunga na NATO, kwa sababu sasa hapa kutakuwa na shida kubwa. Kwa wamekuwa wakimsupport Zelensky indirect way. Na hii Ukraine kujiunga na NATO, hati zao ni chafu. Hakuna taifa linaongoza kwa rushwa Ulaya Mashariki kama Ukraine. Na kimsingi kwa katiba ya NATO, ukiwa na makando kama hayo, basi kuingia kule inakuwa kidogo ni ngumu. Kwa ndio maana sasa hawa wamejikuta nguvu kubwa wameitumia pale Ukraine kupambana na Volodymyr Zelensky. Sasa upande tena waende upande wa Irani, huu ni muziki mwingine. Maana yake Ulaya itafilisika, kwa sababu tu kwenye hivi vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine, tumeshuhudia Ulaya wanapitia hali ngumu kiuchumi. Sasa je, usema hii sasa waipeleke tena upande ule, inakuwaje? Kwa ndio maana sasa unaona mambo haya yanakuwa yako katika namna hiyo hapo. Ndio maana kule Irani naye yuko busy kudili na Marekani. Ndio maana. Kwa hiyo sasa okay, chokuwa nakiongelea hapa ni swala la vita vya Ukraine na Urusi. Kwa maana kuwa Urusi sasa ameshambulia, kwa sababu ni mlolongo. Hiki ni kiwanda kinakuwa ni cha 4. Viwanda vingi amevishambulia, hususan kule Ukraine Mashariki. Ndugu zanguni, tunatakiwa tuelewe jambo moja kuwa Ukraine Mashariki kule kuna wa Ukraine ambao wao wana mahusiano mazuri sana na Urusi. Alafu kuna Ukraine Magharibi, ambayo hii Ukraine Magharibi yenyewe ina uhusiano mzuri sana na nchi za kimagharibi. Na ndio maana wale ambao wamefuatilia historia utakumbuka kuwa hiyo Ukraine imekuwa na viongozi ambao viongozi wengine walikuwa ni pro-Western na viongozi wengine ni pro-Russian. Tunamkumbuka bwana mmoja alikuwa anaitwa Poroshenko. Alafu kuna bwana mmoja aliyekuwa pro-Russian alikuwa anaitwa nani? Mbona jina lake linanitoka? Yaani kumekuwa na hivyo, yani watu yani magharibi wanaandaa mtu wao na Urusi naye ameandaa mtu wake yuko hapo. Kwa hiyo ndio maana sasa unakuta mambo yanaenda kwa namna hiyo. Kwa hiyo miaka 4 vita vya Urusi na Ukraine,
ambavyo hatujavichambua karibia siku nyingi kidogo, kwa sababu najua dunia imegeukia upande ule wa Irani kule kwa Wajemi na Marekani. Na hii ni kwa sababu watu wengi wamechoka uonevu wa Marekani. Ini mpaka nchi za magharibi na Marekani yenyewe wamechoka uonevu wa nchi hizi za magharibi. Kwa hiyo ndio maana anapotokea mbabe sasa mwanaume mmoja mwenye ndevu, basi maana unajua kuna mzee mwenye hekima na mzee asiyekuwa na hekima. Kuna mzee mmoja na miaka sasa hivi kama 76 hivi, alafu kuna mwingine na miaka 86, ndio yule mwenye ndevu sasa yule ambaye haongeagi maneno mengi, na akitoa neno moja tu kule Washington inatikisika. Kwa hiyo ndio maana dunia iko huko inaangalia. Ndio maana sasa tujachambua sana muda mrefu mambo ya Urusi na Ukraine, lakini tutaendelea kuwafahamisha. Asanteni sana.